Kwa jina naitwa Audax Sande Abeli, ni mkurugenzi wa Azaria Foundation. Azaria Foundation kwa historia yake kwa ufupi, mimi nilikuwa mtoto ambao niliishi mazingira magumu kama mtoto wa mitaani. Kwa hiyo ilizaliwa na ndoto yangu, kwa kuwa nilisaidiwa na mimi nikabidi nisaidie niliowaacha mitaani. Kwa hiyo historia ya Azaria Foundation, mimi ni mwanga wa mtoto ambao nimeishi mazingira magumu kama mtoto wa mitaani. Na Azaria Foundation, kwa nini niliamua kuita Azaria Foundation? Azaria Foundation, Mungu anasaidia. Azaria, Mungu anasaidia. Kwa hiyo nilipata, baada ya kubadilika kuwa mtu mwema, kuwa kijana mwema, nikaweza kuoa. Mtoto wangu wa kwanza anaitwa Azaria. Na mimi nikaamua kuwa na wazo, kwa kuwa nilisaidiwa na jamii, na mimi kwa nini nisiwasaidie hawa niliowaacha mitaani? Mpaka uje kuwa mtoto mitaani, kuna vyanzo vingi vinavyosababisha uwe mtoto wa mitaani. Wapo ambao wanaweza kujitakia, lakini siamini kama mtu anaweza kujitakia kwenda kuzurura barabarani kama nyumbani kuna maisha bora. Sawa? Au wale waliokuwa wanakulea, wanakuangalia, kuna vitu wamekunyima kuvipata vile, au kuna manyanyaso, unaona kuliko nikae hapa ninyanyasike hivi, ni bora nikimbie. Kumbuka unavyoingia mitaani pia huku barabarani kuna mateso, unakutana na watu wengine hawakujali, unaweza ukakosa chakula. Haiwezekani, mimi siamini hivyo. Kwa hiyo ninaamini mtoto ambao yuko mitaani ana shida iliyosababishwa imlete mtaani. Na sisi kama Azaria ndio maana tukaona kwamba watoto wanahitaji kusaidiwa ili tuwarudishe kwenye familia zao, wawe watoto kama wengine, ili tuweze kutengeneza taifa la kesho. Tusiwe na watoto ambao hawana maadili. Tusiwe na vijana, maanake hawa watoto ndio vijana wa baadaye. Hatusiwe na vijana ambao ni wavunjifu wa amani, wasibie watu. Tuwe na vijana ambao wana maadili. Kwa hiyo ndio maana Azaria tunafanya hivyo. Lakini sasa Azaria peke yake hawezi. Hii ni nchi kubwa, tuko watu wengi. Kama Azaria, mimi ningeomba Watanzania kwa pamoja na serikali tuungane kufanya hii kazi kwa pamoja, ili tuweze kuwasaidia watoto na kutengeneza taifa letu zuri lenye upendo. Ni makanisa machache, au tunaweza kusema ni misikiti ni michache ambayo nazungumzia swala hilo, lakini kwa pamoja tukiungana, tukishirikiana na serikali kuu, na yenyewe kazungumzia kuhusu malezi haya ya watoto, tunaweza tukapunguza jambo hili la watoto wa mitaani. Mimi nirudi kwenye pointi yangu, ni pale pale. Dini hizi zisiwe na ubinafsi. Sisi wapo ambao wanasali, wapo ambao hawasali. Wote ni watu wa Mungu, lakini tukiwa kwa pamoja, tukiungana, tukazungumzia pia haya malezi na familia hizi. Familia zingine zinakuwa na magomvi, zinakosa msaada kwa kuwa hayakemewi haya mambo. Kwa hiyo utakuta tunazalisha watoto wa mitaani. Ili tusizalishe watoto wa mitaani, ni dini pia kuzungumzia malezi hizi, ndoa ambazo kuna watu ambao wanafunga ndoa, wanaoana, wana mipango, wanaachana njiani. Lakini na serikali ingetusaidia kwenye kipengele hicho. Leo unaoa, unamzalisha mtu, unambwaga, akienda unamwambia ende dawati ya jinsia, hamna usaidizi wowote, wanakubwaga. Ndio tunazalisha pia watoto wa mitaani, kwa kuwa tunakosa malezi ya wazazi wote wawili. Watoto wanaanza kujitegemea barabarani. Kwa hiyo ndo tunazalisha vingi. Lakini tukiungana kwa pamoja kwa ukali, na serikali ikaingilia kati jinsi ya kutatua haya, wakaboresha pia meza ya jinsia, wakaiboresha vizuri, tunaweza tukapunguza ili swala la watoto wa mitaani. 50 kwa 50 haki sawa imekuja ikaleta namna chachu ya maendeleo, lakini liko swala kubwa ambalo linapamba moto hasa. Kuna kauli wanaizungumzia, wanasema singomaza. Hili linaathiri vipi katika huu mchakato wa watoto wa mitaani? Singomaza, single mama hawezi kutunza familia peke yake.
hayo ni maneno tu ya majigambo, lakini ambayo hayana maana. Pia singomaza hii ndio inayotuharibia pia, kutuongezea watoto ambao wanaishi mazingira magumu. Baba atabaki kuwa baba, mama atabaki kuwa mama. Kwa hiyo kwa pamoja wakiungana, wakaacha kudharauliana, wakavumiliana, hatutakuwa na watoto wengi wa mitaani. Lakini mambo ya single mama sijui nini, familia bila baba iendi, itaenda kwa kusuasua. Baba ni wa muhimu, baba ni nguzo. Pia nyumba bila mama ikawa baba peke yake sio nyumba pia. Kwa hiyo wote wanahitajiana, wote wanahitaji usaidizi kwa familia ili tuweze kuwa na watoto walio bora, tuwe na wasomi. Tunahitaji tuwe na mama na baba. Mama Samia ni mzazi kama wazazi wengine, ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia hawa watoto wako ndani ya nchi yake anayoiongoza yeye. Niombe serikali kupitia Mama Samia awaangalie kwa jicho la huruma, tujue dawa ya kuponyesha hili tatizo. Mama Samia ndiyo yeye anaoweza kuponyesha tatizo hili. Wapo watu wengi ambao wako wizara kama ya maendeleo ya jamii, wapo watu wengi viongozi ambao wanasimamia watoto, lakini ukiangalia sioni matokeo yoyote ya kuwapunguza watoto, ila ni kuendelea kuongezeka. Sisi wanaharakati ambao tuko nje tunaona na tunasaidia, lakini hatupati msaada wote kutoka serikalini wa kushirikiana kwa pamoja. Kwa hiyo mimi nilichokuwa naomba Mama Samia waangalie kwa jicho la huruma ili hao watoto tuweze kuwapunguza au kudhibiti ili wimbi la watoto wa mtaani. Tukianzia labda, nilikuwa na waza kabla ya katibu Mama Zainabu Chaula pale Wizara ya Maendeleo ya Jamii, kabla ya kuhamishwa wizara kutengewa kazi nyingine, alikuwa ni rafiki yangu, mama yangu kipenzi. Tulikuwa tunaongea mambo mengi sana. Nilishawahi kumwambia mama, nikamwambia mama, tukifanya kwamba tukaanza ili tatizo kulidhibiti, tukianzia kwa wajumbe wa nyumba 10 mpaka ofisi ya mwenyekiti mpaka ofisi ya kata, kabla kulitibu ili tatizo kabla halijafika wilayani, tukaanzia huko, linaweza likatibika sana. Ombi langu kwa Mama Samia, mama yetu kipenzi, ambao ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama, mimi naomba nikutane hata wewe dakika 5, nikueleze kuhusu swala la watoto wa mitaani na dawa ya kulitibu ili la watoto wa mitaani liweze kutokomea kabisa. Mama, nikuombe ukibatika kuisikiliza hii klipu au hii video, mama, mimi naishi hapa Temeke, naomba nikutane na wewe nikwambie matatizo yanayowakuta watoto wa mtaani, maana ni kundi lililosahaulika kabisa ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Asante kwa kunisikiliza. Nafikiri ombi langu litafika kwa Mama Samia, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mtu atawezaje kuweza kuachilia sasa huo msaada ama kuwa na mchango mkubwa wa kuweza kuchangia kuweza kuwafikia watoto wa mitaani? Msaada unaweza kututafuta Azaria Foundation. Namba zetu ni 0717 060024, au unaweza kaingia Instagram ukatufuata Azaria Foundation au Azaria, ukaandika komenti zako pale tukakupata. Lipi neno lako la mwisho? Neno langu la mwisho, tushirikiane kwa pamoja, tusaidie hao watoto, maana ndio taifa letu la kesho.